Maybe you can tell us what happened, because you are being accused that you murdered Eric Musyoka. Maybe you can tell us what happened. Were you involved? Did you do it in any way? Ilikuwa ni majira ya saa 11 alfajiri, mwezi Machi mwaka wa 2014. Ni kuhusiana na mauaji ya Eric. I never did it. Don't know that story very well. Ukimya mzito uliokuwa umetanda katika kitongoji tulivu cha Machakos County ulipasuliwa ghafla na tukio lisilotarajiwa. Asubuhi hiyo ya Alhamisi iliyopaswa kuwa ya kawaida kama nyingine iligeuka mwanzo wa jinamizi ambalo lingetikisa jamii nzima. Sometimes I shed tears and ask why could humans do this to us? Wakazi waliokuwa wakielekea kazini ndio waliouona mwili kwanza. Wakauelezea ukimya ule kwa sauti ya hofu. Ukimya wa ajabu unaofanya hewa yenyewe ionekane nzito, isiyo ya kawaida. Saa zingine silali, saa zingine sipati usingizi. Nafikiria naona damu itaanza kupanda. Pembeni ya barabara alilala kijana mdogo mwenye umri wa takriban miaka 27. Hakuwa na uhai tena. Nguo zake zilikuwa zimetapakaa vumbi na kuchanika. Viatu vyake havikuonekana na mwili wake ulikuwa na alama zilizoashiria mapambano makali. Sasa siku moja ilikuwa imeandaliwa pale na hapo na damu. Mwendesha bodaboda aliyefika miongoni mwa wa kwanza anakumbuka taswira hiyo kwa uchungu. Mwanzoni alidhani ni mlevi aliyepitiwa na usingizi kando ya njia, lakini alipokaribia aliona damu. Mkao wa kichwa haukuwa wa kawaida. Hapo ndipo alitambua hili halikuwa tukio la kawaida. Kulikuwa na jambo baya sana lililotokea hapo. Watu wa Jubilee Insurance walikujanga waka investigate kaburi. Sisi hatukuwa na knowledge kama ndugu yetu alikuwa na insurance. AG walipika siku CID headquarters. Na kukawa nilikuwa nimeelezea ni kuuliwa, aliuliwa. Kabla ya vichwa vya habari, kabla ya minong'ono ya usaliti, kabla ya mwisho wake wa kutisha, Eric Makau alikuwa tu kijana wa kawaida kutoka Machakos. Mwana, ndugu, rafiki. Safari yake haikuanza katika ofisi za bima wala mahakamani. Ilianzia katika kijiji kidogo cha Kangundo constituency, ambako maisha yalikuwa rahisi, lakini ndoto mara nyingi zilikuwa kubwa kuliko fursa zilizopatikana. Eric Makau Musyoka alizaliwa mwaka wa 1987, mtoto wa pili katika familia ya hali ya kawaida. Baba yake alikuwa kibarua wa vibarua vya pale na mama yake mkulima mwenye bidii. Walimlea yeye na ndugu zake kwa misingi ya nidhamu, imani na matumaini. Majirani walimkumbuka kama mvulana aliyekuwa mbioni kila wakati, kukimbia kuchota maji, kusaidia shambani au kufukuza mpira wa kutengenezwa kwa makaratasi pamoja na wenzake. Alisomea katika shule za eneo la Machakos, akimaliza elimu ya msingi na baadaye sekondari. Walimu wake walimtaja kama mwanafunzi mwenye akili, mchapakazi na mtulivu. Lakini aliyekuwa na mwanga wa pekee alipozungumzia mustakabali wake wa baadaye. Aliota kuwa mjasiriamali, mtu ambaye angeinua familia yake kutoka kwenye lindi la umaskini. Kwa vijana wengi wa vijijini nchini Kenya, elimu ni tumaini na pia ni dau la hatari. Kwa Eric haikuwa tofauti. Alifauli mtihani yake ya kidato cha 4, lakini changamoto za kifedha zilimlazimu kusitisha ndoto yake ya kuendelea na masomo ya juu. Kufikia miaka yake ya 20 ya mapema, alikuwa akifanya kazi za vibarua, ujenzi, biashara ndogo, hata kuendesha bodaboda kwa kukodisha.
Hakuwa tajiri, lakini alikuwa na azma isiyoyumba. Kila shilingi aliyopata aliigawa na familia yake, hasa mama yake. Ndugu wanakumbuka ukarimu wake. Alikuwa na kidogo, lakini alitoa kwa moyo wote. Lakini ili kuelewa kikamilifu hadithi ya Eric, ni lazima tumtazame mtu mwingine aliyekuwa katikati ya mkondo huu wa matukio. Mjomba wake Evans Masaku Kasioki. Kwa nje, Evans alionekana kama mwanafamilia anayeheshimika. Alizaliwa na kulelewa Machakos, na kwa majirani zake alijitokeza kama mtu mtulivu, nadhifu, mwenye mpangilio wa maisha. Alikuwa amejijengea sifa katika sekta ya bima, tasnia ambayo kwa wengi huashiria udhabiti na usalama wa kifedha. Kwa miaka kadhaa, Evans alifanya kazi katika IC Lion Group kama wakala wa bima. Kwa mtazamo wa nje, ilikuwa ajira ya kawaida tu. Lakini kwa Evans, bima haikuwa tu kuuza sera, ilikuwa kuelewa namna ya kuzielekeza. Wenzake kazini walimtaja kama mtu mwenye kipawa cha kipekee sana. Angeweza kuketi na mkulima, mwalimu au hata mwendesha bodaboda na kumshawishi kuhusu umuhimu wa bima ya maisha. Alikuwa na ulimi wa ushawishi na akili makini isiyokosa fursa. Hata hivyo, chini ya haiba hiyo kulikuwa na kitu kingine. Evans alielewa mianya ya mfumo. Alijua namna madai yanavyoshughulikiwa, jinsi malipo yanavyopitishwa, na zaidi ya yote, jinsi ya kupanga sera nyingi bila kuibua mashaka mara moja. Kwa karatasi, alikuwa akipiga hatua, lakini nyuma ya taswira ya wakala mwaminifu, kulikuwa na mtu ambaye pole pole alionekana kuvutiwa kupita kiasi na pesa. Na hapo ndipo njia za familia, fedha na hatimaye usaliti zilianza kukutana katika kivuli kisichoonekana kilichokuwa kinakaribia kufichua ukweli wa kutisha. Waliomfahamu kwa karibu baadaye wangesema jambo moja lililojirudia mara kwa mara. Evans alikuwa daima akitafuta fursa kubwa inayofuata, kitu ambacho kingeweza kubadilisha maisha yake kwa ghafla, njia ya mkato kuelekea mafanikio ya haraka. Na huenda ndiyo maana miaka kadhaa baadaye, wachunguzi waliporudi kuchambua taaluma yake katika sekta ya bima, hawakuiona kama ajira ya kawaida tu, bali kama dirisha la kuangalia mpango wa giza uliokuwa umefichwa kwa usaliti. Tarehe 14 kuamkia 15 Machi mwaka wa 2014, katika vijiji vinavyozunguka Kangundo ndani ya Machakos County, mapambazuko kwa kawaida huleta sauti za jogoo, salamu za majirani na maandalizi ya shughuli za siku. Lakini asubuhi hiyo haikuleta kawaida. Ilileta mshtuko ambao ungeipasua familia vipande vipande na kuiacha jamii nzima katika sintofahamu. Mwili wa Eric Makau, anajulikana katika baadhi ya kumbukumbu kama Eric Makau Musyoka, ulipatikana katika kichaka kidogo mita chache tu kutoka nyumbani kwa wazazi wake katika eneo la Kangundo constituency. Umbali huo ulikuwa mfupi sana, karibu kiasi cha kufanya kila mwanakijiji ajiulize swali lile lile: inawezekanaje mauaji yatokee karibu hivi na mahali pa usalama? Wakazi wa kijiji walioamka mapema hawakuwa wakimtafuta. Walikuwa wakipita tu kwenye njia yao ya kawaida. Kilichopaswa kuwa mtazamo wa haraka wa mpita njia kiligeuka kuwa taswira iliyowaganda. Waliosogea karibu waliona ukweli mara moja. Eric alikuwa amelala bila uhai. Kulikuwa na majeraha dhahiri kichwani. Nguo zake zilionekana kuchafuka na kuvurugika. Na ukaribu wa eneo hilo na nyumbani kwao uliifanya hali hiyo ionekane si tu ya kikatili, bali ya kibinafsi. Huu haukuwa mwili uliotupwa barabarani mbali na makazi.
ulikuwa umeachwa karibu na mahali alipostahili kuwa salama. Ugunduzi wa mwili wake ulikuwa mwanzo wa mlolongo wa matukio ya haraka. Eneo la tukio kufungwa, familia ikigubikwa na majonzi na jalada kufunguliwa rasmi na polisi. Lakini ugunduzi si mwisho wa hadithi, ni mwanzo wake tu. Ni alama ya mahali uhai ulipokatikia na mahali maswali magumu zaidi huanza. Maswali kama nani kahusika, vipi kahusika na kwa nini? Uchunguzi wa maiti ulithibitisha hofu iliyokuwa imeanza kuenea. Eric alifariki kutokana na jeraha kubwa la kichwani lililosababishwa na kifaa butu. Hakukuwa na shaka, hili halikuwa ajali, halikuwa mkosi wa bahati mbaya. Lilikuwa tendo la makusudi la kikatili, na majeraha ya aina hiyo huzungumzwa zaidi ya kifo chenyewe, huzungumza kuhusu nia ya muuaji. Wachunguzi walipoanza kuchimba zaidi, waligundua mkondo wa nyaraka ambao ungeibadilisha kabisa sura ya kesi hii. Sera kadhaa za bima ya maisha zilikuwa zimechukuliwa kwa jina la Eric Makau siku chache tu kabla ya kifo chake. Moja ilikuwa na thamani ya shilingi milioni 1 za Kenya kupitia Jubilee Insurance. Nyingine kubwa zaidi ilikuwa ya shilingi milioni 8 kupitia AIG Insurance. Kwa pamoja jumla yake ilikaribia shilingi milioni 9. Mnufaikaji aliyekuwa ametajwa, mjomba wake mwenyewe Evans Masaku Kasioki. Nyaraka hizi zikawa msingi wa uchunguzi. Muda wa matukio uliibua mashaka makubwa sana. Sera za thamani ya juu kuchukuliwa, kisha muda mfupi baadaye kifo cha ghafla na cha kikatili. Motisha ya kifedha ilikuwa wazi, lakini mashaka pekee hayatoshi mbele ya sheria. Uchunguzi ukahamia kwenye nyaraka zenyewe. Ripoti za vyombo vya habari na taarifa za polisi ziliangazia dosari katika fomu za madai na hata katika baadhi ya stakabadhi za kifo. Baadhi ya fomu zilikuwa na nambari za mfululizo zinazokinzana. Nyingine zilikuwa na mwandiko ulioibua maswali. Wataalamu wa uchunguzi wa nyaraka na maandishi waliitwa. Walilinganisha saini, wakachambua fomu, wakatazama mfanano wa mwandiko katika nyaraka tofauti, na walibaini jambo la kushangaza: mifumo ya maandishi iliyofanana kwa kiwango kisichoweza kupuuzwa. Kilichoanza kama tuhuma za makaratasi yenye dosari sasa kiligeuka kuwa ushahidi wa kitaaluma, ushahidi unaoweza kupimwa, kuwasilishwa mahakamani na kukubalika na makampuni ya bima. Na polepole pazia lilianza kuinuka. Fedha, familia na kivuli cha usaliti kilichokuwa kikichukua umbo. Hatua iliyofuata ya uchunguzi ilihamia kwenye mitandao ya simu. Taarifa za mawasiliano kutoka Safaricom, ikiwemo rekodi za simu na data za minara ya mawasiliano, zilichambuliwa na wataalamu wa uchunguzi wa kidijitali. Matokeo yake yalichora picha nzito na yenye kuumiza. Usiku ambao Eric aliuawa, simu ya mshukiwa na simu ya marehemu zilionyesha kuwa katika eneo moja. Hili halikuwa jambo la kubahatisha. Haikuwa nadharia, ilikuwa ni ushahidi wa kidijitali uliotiwa alama za muda, uliothibitishwa kitaaluma na usioegemea upande wowote. Data hiyo ya simu ikawa kipande muhimu cha ushahidi wa mazingira, ikimweka Evans Masaku Kasioki pamoja na Eric katika saa zile za mwisho za hatima yake. Wachunguzi hawakuishia hapo. Walieneza wigo mpana wa ushahidi. Walizungumza na wanafamilia, majirani, wachunguzi wa udanganyifu wa bima, wataalamu wa uchunguzi wa nyaraka, wachambuzi wa mawasiliano ya simu, madaktari na maafisa wa usajili wa kiraia.
Kesi ilipofika mahakamani, karibu mashahidi 20 walikuwa wametoa ushahidi wao. Kila mmoja alileta kipande cha fumbo. Wengine walielezea kuhusu motisha, wengine kuhusu fursa na mbinu. Wataalamu wa kiufundi waliunganisha vipande hivyo kwa ushahidi uliounganisha hoja ya upande wa mashtaka. Katika kesi inayotegemea ushahidi wa mazingira, kila kipande kina uzito, na hapa vipande vilianza kukutana. Mnamo Agosti mwaka wa 2018, kesi hii ililipuka hadharani. Citizen TV ilirusha kipindi maalum cha uchunguzi kilichobeba kichwa cha habari Murder for Profit. Makala hiyo ilichambua dosari za sera za bima, nyaraka zenye utata na madai mazito kwamba Eric alikuwa ameuawa kwa ajili ya fedha. Athari yake ilikuwa ya haraka sana. Mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nurdin Haji wakati huo aliamuru hatua za kisheria zichukuliwe kwa dharura. Wananchi waliomtambua mshukiwa baada ya kumuona kwenye runinga walidai kumuona katika eneo la Thika Road Mall. Ndani ya saa chache, Evans Masaku Kasioki alikamatwa. Kukamatwa kwake hakukuwa ishara tu ya ushindi wa muda. Kuliruhusu vyombo vya dola kuhifadhi nyaraka muhimu, kufanya mahojiano kwa tahadhari za kisheria na kuomba rasmi vielelezo vya kitaaluma kutoka kwa makampuni ya bima na ofisi za umma. Zaidi ya yote, kulimweka mshukiwa ndani ya mchakato rasmi wa sheria. Muda mfupi baadaye, mahakama iliamuru afanyiwe tathmini ya afya ya akili katika Mathare National Teaching and Referral Hospital. Utaratibu wa kawaida kubaini kama mshtakiwa yuko tayari kusimama kizimbani. Wakati huo huo, upande wa mashtaka uliweka masharti ya dhamana, huku uchunguzi ukiendelea kuimarishwa. Iwe alikuwa rumande au nje kwa dhamana, kazi ya wachunguzi haikusimama. Miaka kadhaa baadaye, mwaka wa 2024, waendesha mashtaka waliomba kuwasilisha mashahidi wapya, ikiwemo maafisa waandamizi wa benki, ili kufuatia mienendo ya fedha na rekodi za madai ya bima ambazo hazikuwa zimechunguzwa kikamilifu hapo awali. High Court of Kenya ilikubali ombi hilo, ikiruhusu kesi ya upande wa mashtaka kufunguliwa tena. Kwa sababu katika tuhuma za mauaji kwa faida ya kupata fedha, uchunguzi wa fedha ndio kila kitu. Rekodi za benki, madai ya bima, mawasiliano, njia za malipo kwa mnufaika, zote zilianza kufichua swali kuu: nani alinufaika? Walijaribuje kudai fedha hizo? Na zilikuwa zikielekea wapi? Uchunguzi huu ulichukua miaka, ulijumuisha sayansi, ushahidi, shinikizo la umma na uchambuzi wa kina wa kifedha. Lakini kiini chake kilibaki swali moja linalotia ganzi. Je, Eric Makau aliuawa ili mtu mwingine apate kulipwa hundi? Nguzo kuu za ushahidi zilikuwa hizi. Kwanza, uchunguzi wa kitabibu. Ripoti ya maiti iliyoonyesha jeraha la nguvu butu kichwani. Pili, nyaraka za bima. Sera nyingi zenye thamani kubwa zikimtaja mshukiwa kama mnufaikaji. Tatu, uchunguzi wa nyaraka. Madai ya kugushi na dosari katika baadhi ya stakabadhi, ikiwemo vyeti vyenye hitilafu. 4, data za mawasiliano. Uchambuzi wa rekodi na maeneo ya simu uliowaweka mshukiwa na marehemu mahali pamoja katika muda muhimu. 5, ushahidi wa mashahidi, wanafamilia, majirani, wachunguzi wa bima, wataalamu wa maandishi, madaktari na maafisa wa usajili. Na hata hivyo, licha ya uzito wa tuhuma, mlolongo wa ushahidi wa mazingira na
Kivuli cha udanganyifu wa bima kilichomzingira Evans Masaku Kasioki bado yuko nje kwa dhamana. Mahakama Kuu ilimpatia dhamana ya shilingi milioni 3 za Kenya pamoja na wadhamini wa kiwango kinacholingana. Kesi bado inaendelea hadi leo. Na katika kijiji kile cha Kangundo, swali bado linaning'inia hewani. Je, haki itapatikana au ukweli utaendelea kufichwa nyuma ya makaratasi, mihuri na saini? Hadi leo Evans Masaku Kasioki anatembea kama mtu asiye na hatia kwa macho ya sheria, akisubiria taratibu za mfumo wa haki nchini Kenya. Kwa familia ya Eric Makau, hili ni kumbusho chungu kwamba ucheleweshaji wa haki mara nyingi unafanana kutopewa haki kabisa. Mwisho wake si tu maisha yaliyokatwa mapema, bali pia ukimya unaoendelea kubaki. Kifo cha Eric Makau ni zaidi ya mauaji, ni kioo kinachoonyesha vivuli vilivyo ndani ya jamii yetu. Upendo uliopinduliwa kuwa tamaa, imani iliyogeuzwa usaliti, na ahadi ya milele iliyopunguzwa kuwa namba 2 kwenye sera za bima. Evans Masaku Kasioki ameamuliwa kuwa uhuru kwa dhamana. Lakini uhuru huo hauondoi mashaka. Kwa familia ya Eric, jeraha bado ni wazi. Linaendelea kusikika, likiomba, likidai haki katika ukimya wa usiku. Swali moja linasalia bila jibu. Ni nani kweli anayenufaika kutokana na kifo cha mtu mwingine? Hii ni Kurunzi ya Jamii. Jina langu Sheban Yusuf.